Hello, and welcome to Alex TV. Thank you very much for following us. And these are the updates from Tanzania. Tunaambiwa kwamba ndugu zetu kutoka Tanzania wangali katika maandamano. Wasanii wao ambao walikuwa wanaitwa chawa wa rais, wengi wao wamekuja Kenya, ikiwemo Diamond, ikiwemo Zushu, ikiwemo yule mwingine alikuwa anaitwa Ommy Dimpoz. Alafu kulikuwa na chawa wake hapa ambaye aliitwa Mwijaku na kadhalika. Wapo Tanzania wamehamia Kenya. Sasa ilitokea jana kwamba Wakenya walianza kushare location ya Diamond, akaanza kuambia Tanzania kwamba, na ikumbukwe pale awali kwamba Watanzania walikuwa wamesema wao na Wakenya ni mandugu. Kwa hivyo walikuwa wanapendelea sana Wakenya waweze kujiunga nao katika maandamano yale. Na tuliona kwamba picha ya baba Raila marehemu, wengi wao walikuwa wameibeba wakati wa maandamano. Na yakisia kwamba Diamond aliposikia vile, yeye mwenyewe na familia yake pamoja na mamake wakachukua flight, the next flight. Na tunaambia kwamba ameenda Dubai kwa kuogopa kwamba Kenya labda watawasalimisha kwa wale ambao ni Watanzania ndugu zao ma-Gen Z. Na inasemekana kwamba jambo ambalo liliwakera sana Watanzania ni pale ambapo Diamond alianza kusema kwamba wasikuwe wanalaumu tu kila awamu, waende wafanye kazi wao wenyewe, wajitose kwenye ulingo wa kazi. Sasa wana Gen Z wanauliza kwamba kazi zenyewe zipo wapi, na wakati ambao serikali ya Mama Suluhu inawatumia ili kuwapora wao wenyewe. Na tumekuwa tuna mkumbo wa maharibifu ambao ametendeka kule Tanzania, ikiwemo shirika la Tanzania Broadcasting Corporation kuweza kuzungukwa ili lisiweze kutangaza matokeo yale. Tunaona kwamba kampuni mbalimbali ikiwemo kampuni ya gesi ya washirika wa Mama Samia Suluhu imeweza kutekwa nyara na gesi kuchukuliwa. Tunaambiwa kwamba bunge, yule speaker nyumba yake, speaker wa bunge nyumba yake imeweza kuchomwa na kadhalika. Na naambiwa kwamba wanaendelea kuwatafuta hawa wasanii ambao walikuwa wanamsifia sana Mama Suluhu. Na jambo lile linaleta mtafaruku. Hivi punde tu, habari za hivi punde ni kwamba Rais Samia Suluhu, japo hajulikani mahali ambapo alipo, tunaambiwa kwamba kumekuwa na tetesi kwamba amejaribu kumfikia mpinzani wake Tundu Lissu ili waweze kushirikiana katika ile mfumo wa handshake ule ambao ulikuwa Kenya, lakini tunaambiwa kwamba Tundu Lissu amekataa. Amesema kwamba no reform no election, yani hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi. Na amesema kwamba hawezi shirikiana na Mama Samia Suluhu ili kuwakandamiza Watanzania wenzake. Na alikuwa hapo awali alikuwa imeaminika kwamba ye mwenyewe alikataa kutoka gerezani kwa kisingizio kwamba angetoka gerezani wakati ule wangesema kwamba yeye ndiye ambaye amewachochea Watanzania wenzake waweze kwenda katika maandamano. Lakini naambia kwamba jambo lile jambo lile ye mwenyewe hakufanya hakutokea. Kwa hivyo alitokea baada ya uchaguzi, na jambo hilo linachukuliwa kwamba ilikuwa busara yake mwenyewe kwa sababu amejikinga na maandamano yale. Sasa jambo ambalo linashangaza ni kwamba inakisiwa kwamba labda Mama Samia Suluhu ako Zanzibari, na Zanzibari kuna kiongozi wa kule na yeye mwenyewe pia ni kutoka kule. Kwa hivyo sasa uongozi huu utaweza kuwekwa jinsi gani katika mizani? Kwa hivyo hapo kuna tu kazi ambayo inafaa ifanywe, na wengi wanamkashifu Mama Samia Suluhu kwa utepetevu wake katika uongozi, kwamba yeye hataki ushirikiano wa wapinzani, anawakandamiza, anaweka ndani na kadhalika. Alafu mwisho kabisa kuna haya matukio ambayo yanatokea katika Sudan. Whatever is happening in Sudan is very unfortunate. Women and children are being killed by RSF. And the unfortunate part was yesterday when a woman together with her 3 children were killed on the camera.
And our prayers goes to our brothers in Sudan, that let peace prevail, so that at least our kids don't suffer at the expense of political battle. So our prayers from Alex TV goes to people in Sudan, and may you find peace in this time of political upheavals. Until next time, please remember to subscribe, like, and share our content. Until next time, adios.